Filamu yetu inaanzia ambapo ni sehemu ya biashara, ambapo Ngangeji na mke wake Wanda wanafanya biashara ya kuuza genge. Ngangeji na mpenzi wake Wanda ni wapenzi ambao wanapendana sana. Siku ya leo wakiwa gengeni kwao wanaonekana ni watu wenye furaha sana, kwani walikuwa wakitaniana, wakicheza na wakifurahia mapenzi yao. Lakini ilifikia muda waliongea machache ya kujenga familia yao, kisha wakaendelea na utani, wakifurahia mapenzi yao. Hii ni siku iliyofuata, anaonekana Wanda akielekea kwa rafiki yake. Baada ya Wanda kufika kwa rafiki yake, alimkuta rafiki yake akiendelea na shughuli za kila siku. Basi bwana, baada ya Wanda kufika na baada ya salamu, rafiki yake alianza kumwambia kuna mchongo ambao ni kama bahati kwake, kwani kuna mwanaume fulani ambaye anampenda sana Wanda, tofauti na mume wake. Kutokana na Wanda alimpenda sana mume wake na hakuwaza kumsaliti, haikuwa rahisi kukubaliana na ombi la rafiki yake.
Rafiki yake alijaribu kumbembeleza Wanda, lakini Wanda hakukubaliana kabisa na wazo la rafiki yake, hali ambayo ilisababisha Wanda kunyanyuka na kuondoka. Tunarudishwa upande wa pili ambapo Ngangiji yuko na mdogo wake akijaribu kumwelekeza misingi sahihi jinsi ya kuishi na watu na kuwa mtu kati ya watu. Lakini mwisho wa siku aliondoka na kumtaka mdogo wake aende nyumbani mapema na yeye kuna sehemu atapita. Hiyo siku ilipita na hii ni siku nyingine kabisa. Ngangiji na Wanda wakiwa kama mke na mme. Kama kawaida yao, wanapata chakula cha pamoja wakiwa katika hali ya furaha sana. Na hapa ni mtaani, tunamwona Wanda akitembea kwa miguu katikati ya soko. Upande wa pili tunamwona jamaa fulani akitembea kwa miguu pia, hatujui huyu jamaa ni nani. Jamaa alikutana na Wanda na kumsimamisha. Maongezi yalianza. Jamaa alijitambulisha yeye anaitwa Uga na yeye ndiye aliyemwagiza rafiki yake Wanda amfikishie ujumbe kuwa anampenda na anamhitaji sana, lakini Wanda alikuwa na msimamo ule ule kwa kuwa anampenda sana mume wake na kusema kuwa yeye hawezi kuwa na Uga, na hapo Wanda aliondoka.
Wanda akiwa na shemeji yake, huku biashara ya mboga mboga ikiendelea, waliamua kujifurahisha kwa kucheza game katika simu yao. Baada ya muda kidogo, Ngangeje ambaye ni baba wa familia alifika gengeni na kuwasalimia. Akawataka waende nyumbani, kwani yeye angeweza kukaa hapo na kuendelea na biashara. Baada ya Uga kukutana na Wanda na kukataliwa, ilibidi aende kwa Vanessa ambaye ni rafiki yake na Wanda na kumweleza hali halisi kuwa amekataliwa. Vanessa naye alimwambia Uga kuwa alijaribu kuongea na Wanda lakini ombi lao halikukubaliwa. Basi Uga alianza kumlaumu Vanessa kwa nini ashindwe kufanikisha yeye kuwa na Wanda. Basi Vanessa aliahidi kuweka mambo sawa. Mazungumzo ya Vanessa na Uga yakiendelea, basi Wanda naye alikuwa yuko njiani akielekea kwa Vanessa kumwelezea kuhusu kukutana na Uga na akamtongoza. Wanda alifika kwa Vanessa na akashangaa kumkuta Uga naye yupo kwa Vanessa. Basi Wanda ikabidi apitilize ndani kwa Vanessa. Uga aliona hii kama bahati na kumtaka Vanessa amuite Wanda wamalize mpango wao hapo hapo. Vanessa akamuita Wanda. Basi Vanessa akamwambia Wanda akae kwani Uga yupo hapo kwa ajili yake.
Wanda alishikwa na hasira kwa kinachoendelea, kwani ashasema kuwa hawezi kumsaliti mume wake, lakini Vanessa na Uga walizidi kumshawishi Wanda kwa kumbembeleza. Basi Wanda ikabidi aondoke kwa hasira tena. Yakiwa yanaendelea yote haya, na hii ni siku nyingine kabisa, Gangeji yupo na rafiki yake aitwaye Brown wakiwa katika mazungumzo kama vijana. Wakiwa katika mazungumzo, alitokea msichana mmoja aitwaye Neila. Neila ni msichana ambaye anampenda sana Gangeji kimapenzi, lakini Gangeji hampendi Neila hata kidogo kwa sababu yeye tayari ana mke. Neila aliwasalimia na akamwomba Gangeji waongee pembeni, lakini Gangeji hakutaka kumpa nafasi hiyo Neila. Ndipo Brown akamsihi Gangeji amsikize tu Neila. Maongezi ya Neila yalikuwa ni kumtongoza Gangeji, lakini Gangeji alimtaka Neila akae naye mbali, kwani yeye tayari ana mke. Maongezi ya Neila na Gangeji yakiwa yanaendelea, Wanda alitokea na kuwafumania. Wanda alistaajabu na kushangaa sana, kwani hakuwaza kama mume wake anaweza kumsaliti kwa jinsi wanavyopendana. Wanda alifika pale kwa jazba sana na alitaka kumpiga Neila, lakini Neila alikimbia. Wanda alimlaumu sana na kumlalamikia mume wake.
Wanda aliondoka moja kwa moja mpaka kwa rafiki yake Vanessa, akaenda kumweleza jinsi ilivyokuwa kuwa mwanamume wake amemkuta na mwanamke mwingine. Vanessa aliona hii ni kama fursa, akajaribu kumshawishi Wanda amkubali Uga ili iwe kama kisasi kwa mume wake, lakini Wanda alikataa na kuondoka tena. Siku kadhaa zilipita na mambo yote yalikaa sawa. Mapenzi ya dhati kati ya Ngangeji na Wanda yaliendelea. Na hii ni asubuhi tulivu kabisa, Wanda akiandaa viazi vitamu kwa ajili ya chakula cha siku hiyo. Ngangeji alitoka ndani na kumwaga mke wake akihitaji kwenda gengeni. Aliketi na akaingiza mkono wake mfukoni akatoa pesa kidogo kwa ajili ya mahitaji ya siku. Lakini Wanda hakuichukua hiyo pesa, lakini badala yake alifanya maamuzi ya kumuita shemeji yake Saidi na kumtaka yeye ndo aende gengeni, kwani kaka yake siku hiyo anatakiwa apumzike. Saidi bila kusita alikubali na akaelekea gengeni.
Wanda na Ngangiji walibaki nyumbani huku mahaba na stori zikiendelea. Wakiwa katikati ya hali ya utulivu, SMS iliingia kwenye simu ya Ngangiji. Wote walikuwa na shauku ya kusoma na mkono wa kwanza kufikia simu ulikuwa ni mkono wa Wanda. Basi Wanda alifanikiwa kusoma SMS. Uso pamoja na mshtuko wa Wanda ulionyesha dhahiri kuwa hiyo meseji haikuwa meseji nzuri kwao, kwani ilikuwa ni SMS ya kimapenzi iliyotumwa kwenye simu ya Ngangiji, kitu kilichosababisha kuharibu mudi yao, kwani Wanda alikuwa amekasirika sana, akijumulisha na tukio la kumfumania mume wake akiwa na Neila barabarani. Hali hiyo ilileta tafalani kubwa sana siku hiyo. Basi Ngangiji alimbembeleza mke wake Wanda na Wanda akamwelewa Ngangiji.
Ni mtaani Ngangeji alikutana na rafiki yake Brown. Basi Ngangeji alimsimamisha Brown na kumtaka waongee kidogo. Brown alikubali waongee. Basi walitafuta sehemu waketi ili wazungumze vizuri. Ngangeji alimwelezea rafiki yake Brown kutokana na kilichotokea kuhusiana na SMS huko nyumbani. Basi Brown alimpa pole Ngangeji na kumtaka awe makini katika maisha yake ya ndoa. Lakini Ngangeji hakuelewa, kwani hiyo SMS iliyotumwa hata yeye alikuwa haifahamu imetoka kwa nani. Tunarudishwa gengeni. Wanda na shemeji yake Saidi wapo katika biashara, lakini leo Wanda anaonekana ana mawazo sana. Kwani Wanda anawaza nini? Ala, ajabu. Kumbe leo Wanda anamwaza Uga. Nadhani Wanda ameanza kuwa na maamuzi ya kumkubali Uga, na hii yote ni kwa sababu ya matukio yaliyotokea kwenye familia yake.
Hii ni siku nyingine. Gangeji yupo gengeni kwake akiendelea na biashara. Lakini tunamuona Wanda pia akielekea gengeni kufuata mahitaji ya nyumbani. Alifika na kuomba mboga. Gangeji alimwekea mboga na akatoa pesa kwa ajili ya mahitaji. Leo inakuwa ni ajabu. Wanda anaikataa pesa, anadai kuwa pesa ni ndogo, anadai kuwa mume wake anamalizia pesa kwa mahawala zake. Wanda alimtukana sana mume wake. Basi Wanda alifanya maamuzi ya kuondoka na akaacha kila kitu mpaka mboga hakuchukua. Hapa ni upande wa mtaani. Tunamuona Uga akiwa anapiga misele. Mara kwa mbali akamuona Wanda. Basi Uga alimuita Wanda. Basi Wanda bila kusita akasimama na Uga alijongea fasta mpaka kwa Wanda. Maongezi ya Uga yalikuwa ni yale yale ya kila siku, akimtaka Wanda kimapenzi. Hatimaye msumali leo umelainishwa na kutu. Wanda alijaribu kuvunga kidogo, lakini mwisho wa siku alikubali swaga za Uga.
Uga kama hakuamini kilichotokea, basi akamwomba appointment. Basi Wanda alikubali appointment ya Uga na wakapanga watakutana baadaye. Hapa ni gengeni kwa Ngangiji, lakini hali ya Ngangiji sio nzuri kabisa, kwani Ngangiji anaonekana kuwaza mbali sana, kwani ana mawazo yamemtanda sana kichwani. Nadhani anamwaza mke wake jinsi alivyobadilika. Ngangiji akiwa kwenye dimbwi la mawazo, mara ghafla alitokea rafiki yake Brown na kumshtua. Ngangiji alishtuka sana sababu alikuwa mbali sana kimawazo. Brown alimwomba rafiki yake waongee kidogo, kwani kuna jambo limemleta. Basi Brown alimweleza Ngangiji kuwa akakutana na shemeji yake Wanda akiwa katika mavazi ya ajabu sana, taarifa ambayo Ngangiji zilimtoa machozi na kumshtua sana.
Basi Brown alijaribu kumsihi Ngangeji ajikaze kiume. Ngangeji alijaribu kumwelewa rafiki yake Brown, japo ilimuumiza sana kwenye moyo. Jua likazama na paka kucha, maisha yanaendelea. Ni nyumbani kwa Ngangeji. Saidi ambaye ni mdogo wake Ngangeji anaosha vyombo. Ghafla Ngangeji alifika akiwa analeta mboga ya kutumia nyumbani kutoka gengeni kwao. Alipofika nyumbani alishangazwa na hiyo hali ya mdogo wake kuosha vyombo licha ya kuwa alimwambia awahi kwenda gengeni. Ngangeji akiwa anaongea na mdogo wake Saidi, mara ghafla Wanda akatoka ndani akiwa na hasira sana. Ngangeji alijaribu kumwelekeza mke wake kuwa hajapendezwa na hali ya Saidi kubadilishiwa majukumu aliyokuwa amempa. Basi Ngangeji akamkabidhi mke wake mboga za majani alizokuwa ameleta, lakini mke wake hakuwa tayari kupokea zile mboga za majani, akidai kuwa mume anapeleka nyama kwa mahawala zake alafu wao anawaletea mboga za majani. Hali hiyo ilisababisha ukosefu wa amani katika familia ile. Wanda alimtukana sana mume wake mbele ya mdogo wake Saidi na kaapa kuwa muda sio mrefu na yeye ataanza kumsaliti. Ngangeji alichanganyikiwa sana, akajikuta na kuwa mkali mbele ya mdogo wake bila sababu. Lakini Wanda hakuchoka, alizidi kutukana. Hatimaye akamtupia zile mboga mume wake, lakini mume wake alishikwa na ghadhabu sana, kitendo ambacho kilisababisha kutaka kumpiga Wanda. Lakini Wanda hakuchoka kuongea, alimsukuma mume wake huko akimwambia nipige, nipige sasa nipige.
lakini mume wake hakuweza kumpiga Wanda kwa sababu alikuwa na upendo mkubwa sana juu yake. Lakini hatimaye Wanda aliondoka pale na kuingia ndani. Mume wake aliumia sana kwa kitendo kile alichofanyiwa na mke wake. Kesho yake Wanda alifunga safari kuelekea kwa rafiki yake Vanessa. Wanda alifika mpaka kwa rafiki yake Vanessa. Alifika pale na kumkabidhi nguo yake na kudai kuwa anaenda kuonana na Uga ili wakapate kustarehe. Na huku ni upande wa pili tunamuona Neyla. Na upande wa pili tunamuona Ngangiji akiwa barabarani akitembea kwa miguu. Baada ya muda mfupi Ngangiji na Neyla walikutana, lakini Neyla alimsimamisha Ngangiji na kumtaka waongee kidogo. Lakini Ngangiji hakumpa nafasi Neyla, akaanza kumlaumu kuhusiana na kuharibu ndoa yake. Kwani toka Ngangiji amjue Neyla, ndoa yake imekuwa na matatizo makubwa sana.
Basi Ngangeji alimwomba Naila akome kumfuatilia na akae mbali sana na yeye, kwani anamharibia familia yake. Lakini Naila alijitetea na kusema kuwa anampenda sana Ngangeji, kwa hiyo ampatie nafasi hata tu kidogo. Lakini Ngangeji alikuwa mkali sana na hatimaye akaondoka na kumwacha Naila. Naila aliumia sana kuachwa na Ngangeji, kwani Naila anampenda kwa dhati sana Ngangeji. Baada ya siku kadhaa kupita, tunamuona Uga akiwa na mwanamke mwingine tofauti na Wanda. Huyu ni nani? Wanda alimfumania Uga akiwa na mwanamke mwingine, kitendo ambacho kilimuumiza sana na ikampelekea kumuuliza Uga huyu ni nani. Lakini Uga hakujali kuhusu Wanda. Mwisho wa siku Uga akaanza kumtukana Wanda huku akimdhihaki kwa maneno makali. Kitendo hicho Wanda kilimchukiza sana, kwani tayari ashamsaliti mume wake na wameshafarakana kwenye ndoa yake. Basi Wanda aliondoka kwa hasira sana na ghadhabu na hakujua nini afanye.
Na huku ni nyumbani kwa Vanessa. Tunamuona Ngangiji amefika nyumbani kwa Vanessa. Alifika na kumsalimia Vanessa. Ngangiji alianza kuongea na Vanessa akimuulizia kuhusiana na Wanda. Ngangiji alimwambia Vanessa kuwa amepata taarifa kuwa yeye ndo anamharibia ndoa yake. Lakini Vanessa alikuwa mkali sana, kitendo ambacho kilisababisha Vanessa kuanza kumfokea na kumtukana Ngangiji, na Ngangiji hakujua la kufanya kwani alikuwa yuko nyumbani kwa Vanessa. Vanessa aliongea maneno mengi sana huku akimsiaki Ngangiji kuwa yeye ni mwanaume ambaye hana pesa, kwa hiyo hawezi akawa na mrembo kama Wanda. Kitendo ambacho Ngangiji kilimkasirisha sana na akajikuta anamfokea pia Vanessa. Majibizano ya Ngangiji na Vanessa alikuwa makubwa sana, kitu ambacho kilisababisha kuleta ugomvi na hatimaye walitaka kupigana. Ngangiji aliongea vitu vingi sana tena kwa hisia, kwani alikuwa na uhakika kuwa Vanessa ndiye anayemharibia ndoa yake. Baada ya majibizano ya muda mrefu, Ngangiji aliamua kuondoka na kuelekea nyumbani kwake. Na hapa ni mtaani, tunamwona Ngangiji akiwa na rafiki yake Brown akimwelezea kilichotokea nyumbani kwa Vanessa. Ngangiji alimwelezea vitu vyote vilivyotokea kwa Vanessa.
Muda sio mrefu alionekana Uga yuko barabarani akitembea. Uga alipita njia ile ile ambayo Ngangiji na Brown wamekaa, lakini baada ya Brown kumuona Uga, Brown alimtambua Uga kuwa ni mtu ambaye anamsaliti Ngangiji na ikabidi amwambie ukweli. Ngangiji alinyanyuka na kumfuata Uga akitaka kuzungumza naye ili amuombe aachane na mke wake Wanda. Lakini Uga hakutaka kuwa mnyonge wala hakukubali kushindwa. Uga alikuwa mkali sana kwa Ngangiji, kitendo ambacho kilisababisha Brown alipokuwa amekaa kunyanyuka na kuja pale kusuluhisha. Huyu ni Wanda ambaye ni mke wake na Ngangiji. Tunamuona anaelekea kwa Vanessa ambaye ni rafiki yake. Alifika kwa Vanessa na kugonga mlango. Hatimaye Vanessa alitoka nje na kumsikiliza Wanda. Wanda alianza kumlalamikia Vanessa kuwa amemtafutia mwanaume ambaye ni malaya na hatimaye ameharibu ndoa yake, alafu kumbe mwanaume mwenyewe ana mwanamke mwingine. Lakini kumbe Vanessa ni chui aliyejivisha ngozi ya kondoo, kwani Vanessa alianza kumtukana Wanda akimwambia asimshirikishe kwenye mambo yao ya mapenzi. Akamtukana Wanda akimwambia kuwa yeye ni malaya na asimshirikishe kwenye mambo yake ya mahusiano yeye na Uga. Wanda alijutia sana kwa maamuzi ya kumsaliti mume wake, tena kwa Uga, mwanaume ambaye hana upendo wowote kwake. Basi Vanessa alifunga mlango na kuingia ndani na kumwacha Wanda akijutia. Hapa ni gengeni kwa Ngangiji. Tunamuona akiwa anajutia kwa kubeba adhabu isiyomstahili, kwani meseji ambayo imewagombanisha yeye na mke wake hata haitambui. Ngangiji aliwaza mengi sana na hakupata majibu. Familia yake imeharibika, mke wake ameharibika, biashara haiendi, kitendo ambacho kilimsababisha yeye kutoa machozi tu kila muda. Baada ya muda kidogo, tunamuona Brown akielekea kijiweni kwa Ngangiji. Alifika pale na kumkuta rafiki yake analia sana.
Brown ilibidi kumuuliza rafiki yake ni kitu gani ambacho kinamliza kila muda. Lakini Ngangeji alimwambia ukweli Brown kuwa yeye anaumia sana ndoa yake kuharibika na kuwa ni mke wake anampenda sana. Basi Brown alizidi kumbembeleza Ngangeji na kumsihi kuwa atie moyo konde, kwani hayo ni mapito tu ya dunia. Brown akiwa anaendelea kutoa ushauri kwa rafiki yake Ngangeji, mara Ngangeji akachukua simu yake mfukoni na kudai kuwa hiyo simu ndo inamtia simanzi zaidi, kwani hiyo simu ndo chanzo cha kila kitu kuharibika. Basi Brown akachukua nafasi hiyo kumwambia rafiki yake kuwa achukue namba ambayo ilituma meseji kimakosa na aipigie ili ajue yule aliyotuma meseji kimakosa alikuwa ni nani. Japo ilikuwa ngumu kwa Ngangeji kufanya hivyo, lakini alipiga moyo konde, hatimaye akajaribu kuipigia hiyo namba. Ngangeji akiwa anaendelea kuongea na mtu ambaye alikosea kutuma meseji kimakosa, kumbe mke wake Wanda naye alikuwa tayari ameshafika gengeni. Basi maongezi yote aliyasikia. Baada ya Wanda kutambua kuwa alimhukumu mume wake kimakosa, basi alijutia sana. Hakuwa na budi zaidi ya kumuomba msamaha mume wake kwa yote aliyomtendea, ikiwemo kumsaliti, kumdharau na kumtukana matusi.
Basi Ngangiji, kwa sababu anampenda sana Wanda kutoka moyoni, ilibidi kusahau yote aliyotendewa na mke wake Wanda. Ikabidi wasameane na waanze maisha mapya. Wanda alijutia sana kwa maamuzi ya haraka aliyoyachukua bila kuchunguza. Lakini kubwa zaidi pia alimlaumu sana rafiki yake Vanessa, kwani yeye ndo aliyemharibia familia yake. Sidhani kama kisasi cha Wanda kitapungua juu ya Vanessa. Ni baada ya siku kadhaa kupita, tunamuona Vanessa akiwa nyumbani kwake akiandaa maakuli. Lakini pia upande wa pili tunamuona Wanda akiwa anaelekea kwa Vanessa. Lakini mbona kama Wanda ana hasira hivi? Ni nini kitatokea? Hebu acha tufuatilie. Wanda alifika mpaka kwa Vanessa na kumkuta Vanessa ameshamaliza kumenya ndizi na tayari ameshaanza shughuli nyingine ya kufagia. Basi bwana, Vanessa kamkaribisha Wanda nyumbani. Wanda alikaa na Vanessa akiwa anamalizia kufagia kiwanja chake. Baada ya Vanessa kumaliza kufagia kiwanja chake, alimuaga Wanda akielekea sokoni mara moja. Lakini Wanda mbona kama na jambo fulani hivi? Hebu acha tuone.
Punde tu Vanessa alipoondoka, Wanda naye alinyanyuka na kuondoka kwa Vanessa. Kwani Wanda anaelekea wapi? Kumbe Wanda alikuwa anaelekea dukani bwana. Wanda alifika dukani akanunua kile alichokuwa ananunua, hatimaye akarudi kwa Vanessa. Baada ya Wanda kurudi kwa Vanessa, aliangalia huku na kule kwa wasiwasi, kisha akachukua kila alichonunua, kisha kakifungua. Kumbe Wanda kanunua sumu bwana, na anataka amtilie Vanessa kwenye chakula ili alipize kisasi. Wanda alifanikiwa zoezi lake la kutia sumu kwenye chakula cha Vanessa, na akasubiri Vanessa punde tu akirudi aje ale chakula chenye sumu na afe kabisa. Vanessa naye kwa wakati huu alikuwa anarudi kutoka sokoni. Akiwa njiani alikutana na familia ya Wanda ambaye ni mume wake pamoja na shemeji yake. Basi bwana, kwa sababu Vanessa alimkosea Ngangiji, basi alimuomba waelekee nyumbani kwa sababu pia Wanda yuko nyumbani ili wakombane msamaha vizuri. Basi Ngangiji alikubali kwenda kwa Vanessa ili wakombane msamaha. Wanda akiwa amekaa akimsubiria Vanessa aje kula chakula chenye sumu. Kwa mbali anaona familia yake pia wakija kwa Vanessa. Wanda wasiwasi ulimtanda.
Basi bwana, baada ya kukaa kidogo na stori kidogo, basi Vanessa aliwataka wale chakula kabla hawajaondoka. Basi Wanda alishtuka sana na hakujua afanye nini, sababu aliogopa kugundulika ni kitu gani ameweka kwenye chakula cha Vanessa. Basi Vanessa aliingia ndani na kuleta sahani ili aje kupakua chakula. Wanda hajui afanye nini. Vanessa alipakua chakula na kuwapatia Ngangeji pamoja na mdogo wake, lakini pia Wanda alijaribu kumpa chakula, lakini Wanda alikataa kata kula. Basi Vanessa alichukua chakula na kuketi ili waendelee kula huku akipiga stori. Halafu baada ya zoezi la chakula, mambo ya kuombana msamaha yaendelee. Wanda alichanganyikiwa sana baada ya kuona familia yake inakula chakula chenye sumu. Hakujua la kufanya. Baada ya dakika chache, kutokana na chakula chenye sumu, Ngangeji pamoja na Vanessa akiwemo mdogo wake wakaanza kuumwa tumbo kwa sana. Ile sumu ilikuwa kali sana bwana. Baada ya muda mchache, matumbo yalizidi kuwauma. Baada ya dakika chache, sumu ilizidi kukatakata utumbo. Hatimaye Ngangeji akadondoka chini huku akiugulia maumivu ya sumu alokula kutoka kwenye chakula.
Baada ya dakika chache, familia yote iliyokula chakula chenye sumu walikufa. Wanda alitimua mbio na kuelekea pasipojulikana. Basi Wanda alikimbia mpaka mbali sana na kuingia kwenye jumba ambalo halijakamilika. Maamuzi ya Wanda yalikuwa ni magumu sana. Alikuwa ashachukua maamuzi tayari ya kujitoa uhai kwa kujinyonga. Wanda alitumia kanga na vitenge alivyokuwa navyo akajining'iniza, hatimaye akajiua.